Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC tulionayo usiku huu. Mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya ICC Fatou Bensouda asema watadumu hata kama nchi zinajitoa kwenye wanachama. Uchaguzi mkuu ukikaribia nchini Somalia ambapo usalama ni wa wasiwasi, matumaini makubwa ya maendeleo yanaonekana katika jimbo la Jubaland. Huku China ikikosoa vikali uchaguzi wa Marekani na kusema demokrasia yao ni kichekesho, wao pia wana yao katika uchaguzi wao ujao. Na katika michezo usiku huu, kocha wa Uganda Cranes akanusha madai kuwa anaondoka. Ni kufuatia uvumi kwamba Mserbia huyo aliyeisaidia Uganda kufuzu kombe la mataifa ya Afrika mwaka ujao anakwenda kuifunza Afrika Kusini. Hujambo na karibu katika Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikuletea dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi, maoni na michezo. Mimi ni Zuhra Yunus nikiwa hapa London. Mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita Fatou Bensouda ameiambia BBC kuwa mahakama hiyo itaendelea kuwepo licha ya wimbi la nchi wanachama kujitoa. Mkutano mkuu wa mwaka wa nchi zilizosaini kuanzishwa kwa mahakama ICC, unaofahamika kama mkutano mkuu wa nchi wanachama yani ASP, umetawaliwa na wito wa kuzitaka nchi wanachama kutofuata mkondo wa nchi za Afrika Kusini, Burundi na Gambia kujitoa. Lakini kuna wasiwasi miongoni mwa taasisi za kiraia kuhusu kile ambacho ICC itakitumia kuwashawishi wasalie. Zawadi Machibia anaarifu zaidi. Fatou Bensouda yuko kwenye shinikizo. Anazungumza na BBC kwa mara ya kwanza tangu Burundi, Afrika Kusini na nchi yake mwenyewe Gambia zitangaze zinajitoa kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC. Inasikitisha, lakini naamini kuna kitu kinachofanyika, kurudi nyuma kuangalia kile ambacho wote wanakitarajia. Tunachotaka kitekelezwe, haki itolewe kwa uhalifu unaofanyika. Hatua yoyote ya kutotekeleza hilo ni swala la kujutia na kusikitisha. Hapa ndani ya mkutano wa mwaka wa nchi wanachama wa ICC, majadiliano yametawaliwa na Afrika na hali ya kusuasua ya uhusiano uliopo kati ya bara hilo na mahakama. Kuna hamasa ya wito wa kuziomba nchi zisijitoe. Kuna tetesi kwa nchi nyingine zinafikiria kuondoa wanachama wake. Makundi ya kutetea haki za binadamu yana wasiwasi kuwa suala tata la kuwapa kinga maraisi linaweza kutumika kama chambo cha kufanya nchi zibakie. Mahakama iliundwa kuhakikisha wenye madaraka makubwa wanawajibika. Ikiwa viongozi watapewa kinga ili waendelee kuwa wanachama wa ICC, inaweza kuathiri msingi wote wa mahakama. Ni Waafrika peke yao ndio waliokwisha fikishwa mahakamani. Ikiwa ICC inataka kusitisha wanachama kujitoa, lazima ithibitishe kwamba kweli ni mahakama ya kimataifa. Ni wazi kabisa, ikiwa utaangalia mwenendo wake duniani kote, utakuta kimsingi kuna migogoro mikubwa hadi nje ya Afrika ambayo imezusha maswali magumu ya uwezekano wa uhalifu wa kimataifa kuwa umefanyika. Mfano wa haraka ni yanayoendelea Syria sasa, Iraq na Afghanistan. Kuna swala la kujadili hapo ambalo ICC inatakiwa kupanua wigo wa utendaji wake. Mwendesha mashtaka mkuu anasisitiza kuwa huu sio mwisho. Kuna nchi kadhaa za Afrika zilizopanda jukwani na kuahidi upya kuwa zitashirikiana na mahakama na kuiunga mkono. Hili linatia moyo sana na inaonyesha jinsi ilivyo tofauti na vichwa vya habari vinavyotia chumvi kwamba kila mmoja anajitoa ICC. ICC ina migogoro. Ninaamini inathibitisha kuwa si kweli. Mkutano huu wa dunia unaonekana kuwa ni nafasi nzuri ya kuzishawishi nchi ziendelee kuiunga mkono ICC, na kuna ujumbe wa msingi katika haya yote. Ukipuuzia madai ya wanachama, basi wajichimbia kaburi lako mwenyewe. Zawadi Machibia, BBC. Na sasa naungana na Donald Dea, afisa mkuu mtendaji wa chama cha mawakili Afrika kwa njia ya Skype akiwa mjini Arusha, Tanzania. Karibu sana Dea. Kama ulivyosikia, Fatou Bensouda anasema kujitoa wanachama sio mwisho wa ICC. Maneno haya yana ukweli gani kuhusu mustakabali wa ICC? Ni kweli, kwa sababu katika mambo za dunia, mambo za kibinadamu, kuna kwenda mbele na kurudi nyuma. Kwa hivyo kwa sasa walikuwa na wanachama, walikuwa na nchi zaidi ya 120.
Kwa hivyo kama 3 zimejitoa ama 5, haimaanishi kwamba mahakama itaanguka. Kuna changamoto hapo ambao tunafaa kuangalia kwa kweli. Kuna maswali magumu ambao nchi za Kiafrika zinauliza, lakini kujitoa tu kwa nchi 3, 4, 5 si kumaanisha kwamba tumefika ukingo wa mahakama. Mpaka sasa nchi za Afrika tu ndo ambazo zimetangaza kujitoa ICC. Jana tulisikia Urusi ikisema inajiandaa kujitoa na hata haijawahi kuwa mwanachama. Unadhani wimbi hili litaipiga kumbo ICC? Kwa kweli ICC ina maswali magumu. Kuna migogoro mingi sana duniani, na ingawa migogoro ambayo imeingilia katika bara la Afrika zote ilifaa kuingilia, hakuna hata mgogoro moja ambao watu wanasema kwamba hakukuwa na uhalifu ama hakukuwa na haja ya mahakama ya kimataifa kujiingiza hapo. Lakini swali bado inabaki kwamba migogoro ambayo zinafanyika katika bara zingine, mbona tujiona kama wanaweka bidii kama bidii ambao wameweka hapa Afrika? Kwa hivyo hilo ni changamoto ambao ICC lazima itaiangalia. Na kwa kweli shida kubwa si hata kwenye mahakama ya kimataifa yani ICC. Shida kubwa inatoka katika Baraza la Usalama katika Umoja wa Mataifa, ambao yenyewe inachagua. Kuna nchi 5 pale ambao zinaweza kusitisha kesi lolote, swala lolote. Katika hizo nchi 5, 3 si wanachama wa mahakama ya kimataifa. Kwa hivyo wenyewe wanaweza kupeleka watu wengine katika mahakama, lakini wenyewe hawako chini ya amri ya hiyo mahakama. Kwa hivyo shida kama hizo ndio imetufikisha mahali tupo sasa. Kuna tetesi za marais kupewa kinga kutoshtakiwa, na kuna baadhi wanatuhuma nzito za kukiuka haki za binadamu. Hili lina nguvu kiasi gani kwa ICC na Afrika kwa mfano? Ndio, kuna swala hapo, na hiyo pia ni changamoto ngumu. Kwa sababu marais, viongozi wa Afrika wanasema kwamba wakati ambao wako madarakani hawafai kupelekwa mahakamani. Yaani unafaa kuwatoa madarakani kwanza ndio wapeleke mahakamani ili nchi isije kaanguka vile Libya ilianguka. Hilo ni swala ambao tunafaa kuitatua kabisa na kuiangalia katika njia zote. Kwa sababu ni kweli ni vizuri mtu kwenda mahakamani, lakini kama utaangusha nchi, alafu nchi ingie katika mgogoro mkubwa, watu wafe wengi, usalama utoke, sasa kumshika huyu mtu mmoja atasaidia vipi? Lakini swala la pili ambao viongozi wa Afrika wanasema pia ni kwamba viongozi wengine hata wakifanya uhalifu kubwa hawawezi kuletwa mbele ya mahakama, na inaonyesha kwamba hakuna usawa katika mahakama ya kimataifa. Kwa mfano George Bush, kwa mfano Tony Blair. Kwa hivyo ni swali pia ambao lazima tuangalie. Shukran sana. Ni afisa mkuu mtendaji wa chama cha mawakili Afrika, Donald Dea. Na ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hiyo na nyingine nyingi tu, unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi bbcswahili.com. Na sasa tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbalimbali vya habari duniani kwa wakati huu. Taarifa kutoka mji wa Aleppo nchini Syria zinasema vikosi vya serikali vimezidisha mashambulio yao katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi. Kumekuwa na mashambulio mengi ya makombora na pia mashambulizi ya anga, ikiwemo kudondoshwa kwa mabomu ya petroli kutoka kwenye helikopta. Rais Obama amekutana na kiongozi wa Ujerumani Angela Merkel mjini Berlin. Hii ni sehemu ya ziara yake Bwana Obama kuaga mataifa ya Ulaya. Akizungumza katika televisheni ya Ujerumani kabla ya mazungumzo yao, Bwana Obama amesema Wajerumani wanapaswa kumthamini kiongozi wao, kwani ana uaminifu mkubwa sana na yuko tayari kupigania maadili yao. Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amemchagua mbunge wa upinzani Sami Badibanga kuwa waziri mkuu mpya. Hatua hii inatokana na makubaliano baina ya serikali na makundi madogo madogo ya upinzani kuahirisha uchaguzi hadi mwaka 2018. Kuchaguliwa kwa Badibanga, ambaye alifukuzwa kutoka katika chama kikubwa cha upinzani, kumekataliwa na kutajwa kama ni uchochezi na jukwaa kuu la upinzani nchini DRC. Somalia imo katika kupiga hatua kuelekea kwenye uchaguzi, lakini hali ya kucheleweshwa mara kwa mara na wasiwasi kutokana na masuala ya usalama ni mambo ambayo yanahatarisha utulivu wa nchi. Baada ya miaka mingi ya vita, Somalia sasa ni nchi ambayo imegeuka kuwa ni taifa lenye majimbo mengi. Alex Murithi anaelezea zaidi juu ya jitihada za jimbo la Jubaland kujiendeleza tena. Mji wote una habari wakati askari polisi wanapofanya gwaridi. Katika nchi ambayo imesambaratishwa kutokana na uadui wa koo mbalimbali, maafisa waliopata mafunzo na silaha mpya Kismayo wote wanapiga hatua kwa pamoja licha ya tofauti zao mbalimbali.
Idara ya polisi ni sehemu moja tu ya vikosi vya Jubaland na inahakikisha usalama katika eneo zima kwa mojawapo ya jimbo jipya Somalia. Jubaland ni kati ya maeneo salama zaidi nchini Somalia. Eneo hili ambalo ni chini ya usimamizi wa Jubaland ni mahala ambako watu hulala wakiwa salama usiku na mchana na hamna tatizo lolote. Na ukizungumzia juu ya mji wa Kismayo hajakosea. Usalama ni mzuri. Wapiganaji wa Al-Shabaab hawajafanikiwa kufanya mashambulizi yanayotokea Mogadishu. Lakini huna haja ya kwenda mwendo mrefu kabla ya kufika katika maeneo ambayo wakereketwa wa Kiislamu ndio wenye uwezo. Wanajeshi kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika wanahudumu chini ya Umoja wa Mataifa nchini Somalia, AMISOM, wanaanzisha kituo kipya cha kijeshi karibu na eneo hilo ambalo limekombolewa. Ikiwa tutaweza kuvipa nafasi vikosi vya taifa au vikosi vya Jubaland, basi tutakuwa tumetoa nafasi kwa vikosi hivi kuyakomboa maeneo zaidi. Vijiji hivi kwa miaka mingi vilikuwa chini ya Al-Shabaab. Vinahitaji kuhakikishiwa na kuona maisha yakiimarika chini ya serikali. Katika maeneo fulani nchini Somalia, vikosi vya kimataifa vimeondoka na kutoa nafasi kwa Al-Shabaab kurudi. Ikiwa watarudi, anaeleza, wataangamiza kila kitu, wataua na kuwachinja watu. Bandari ya Kismayo huiletea fedha kutokana na ushuru. Sio nyingi, lakini kupitia uongozi mzuri zinatosha kubadilisha mambo. Baada ya miaka ya mambo kuzorota, kulifanya taifa kuendelea tena ni juhudi kubwa. Alex Mureithi, BBC. Matangazo yetu ya redio yanaweza kusikika pia kupitia tovuti yetu bbcswahili.com. Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London na mimi ni Zuhra Yunus. Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Zuhra Yunus. Habari kuu usiku huu. Mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita Fatou Bensouda ameiambia BBC kuwa mahakama hiyo itaendelea kuwepo licha ya wimbi la nchi wanachama kujitoa. Somalia imo katika kupiga hatua kuelekea kwa uchaguzi licha ya kucheleweshwa mara nyingi kutokana na wasiwasi wa hali ya usalama. Baada ya miaka mingi ya vita, Somalia sasa ni nchi ambayo imegeuka kuwa ni taifa lenye majimbo mengi. Wakati dunia ikiendelea kuzungumzia matokeo ya uchaguzi wa urais nchini Marekani, China nayo inafanya uchaguzi wake. Katika kipindi cha miezi michache ijayo, kiasi cha watu milioni 900 watapiga kura zao katika uchaguzi wa wilaya. Lakini wakati chama cha kikomunisti kimekuwa kikikosoa sana demokrasia ya Marekani na kusema ni kichekesho, kundi letu la BBC kimekwenda kuchunguza mfumo wa nchi hiyo. Suluma Kasim anatusimulia zaidi. Tulifika hapa kama ilivyokubaliwa kwa tutafanya mahojiano, lakini haikuwa hivyo, kwani tulizuiliwa mlangoni na kundi la watu hao. Can you explain what you're doing? Mtu anaishi kwenye nyumba hii anafanya kitu ambacho ni cha kishujaa sana nchini China. Yeye anagombea uchaguzi akiwa mjumbe binafsi. Miss Liu, hello. So we're hoping we can come in and talk to you. Tukamuuliza kama tunaweza kuja ndani na kuzungumza naye. Akasema ndio, piteni ndani. Thank you. Excuse me, I think we have permission. Hawa jamaa bado wanatuzuia. Licha ya kuambia tumeruhusiwa kuingia ndani na bibi huyo, lakini wapi? Kila tunalowaambia bado anazuia. Yule bibi akasema, nina haki ya kusimamia uchaguzi. Anaambia wale watu, kwa nini hamtaki nifungue mlango? Mara nyingi China watumia watu wasiojulikana kufanya kazi ambazo polisi ndio hubidi kufanya. Na hapa kuna masuala ambayo ni nyeti sana kuliko demokrasia. Kila baada ya miaka 5, mamilioni ya watu wa China hupewa fursa ya kupiga kura. Kinadharia, mtu yoyote anaweza kugombea uchaguzi wa wilaya. Lakini ni chama cha kikomunisti ndio kinachoamua nani atakuwa katika karatasi ya kupiga kura. Na chama cha kikomunisti ndio kinachodhibiti vyombo vya habari. Na mwaka huu imekuwa kama wametunukiwa zawadi nzuri,
kwani uchaguzi wa Marekani umetumiliwa kikamilifu, na ikiwa ni kama ni ushahidi wa udhaifu wa Marekani na kuweko mgawanyiko, wakati China ina utulivu na imara zaidi. Lakini bila shaka na China kumekuwa na upinzani. Zahama hizi zote ni kuhusu mgombea binafsi mmoja tu. Hebu angalia tulivyosukuma. Hii ni ishara ya ukosefu wa kutojiamini. Suluma Kasim, BBC. Kazi hizi patashika nguo chanika. Naam, sasa tutazame moja masuala yenye kuzua mjadala mkubwa. Tezi dume ni saratani ya pili kwa ukubwa duniani na ya 6 kwa kusababisha vifo vinavyotokana na saratani miongoni mwa wanaume. Wataalamu wamepitia utafiti unaonyesha kuwa wanaume wengi barani Afrika wanasumbuliwa na hali ya hofu juu ya ugonjwa huu ukilinganisha na wanaume wa maeneo mengine duniani. Hata hivyo, nchi chache barani Afrika wanazo mbinu za kutambua ugonjwa huo kwa haraka. Arnold Kayanda anaelezea zaidi kuhusu saratani ya tezi dume nchini Zambia. Okay, here's how the show lines up for today. In a few minutes, in a few seconds, we start talking about health in men and get into issues about prostate. Kuvunja ukimya juu ya saratani ya tezi dume, hivi ndivyo daktari mstaafu wa Zambia, Dr. Manase Phiri, anavyopambana. Baada ya kujulikana kuwa anasumbuliwa na saratani ya tezi dume, aliamua kupambana kuihabarisha jamii juu ya ugonjwa huo kwenye kampeni maalum nchini Zambia. It is a problem for African men. Sio tatizo kwa wanaume wa Kiafrika. Hatujaweza kulizungumzia tatizo hili mpaka pale tunapougua kweli kweli. And very often until we're very, very ill. Takwimu sahihi juu ya kiwango cha wagonjwa wa tezi dume ni kidogo, lakini inakisiwa kuwa wanaume wengi wanafanyiwa matibabu kwenye kituo cha saratani kwenye hospitali mjini Lusaka. Na wanaume walio wengi nchini Zambia wanasumbuliwa na ugonjwa huu, lakini hawataki kujitokeza kutokana na sintofahamu juu ya ugonjwa huu kwa jamii kubwa ya Wazambia. Wanaume wa Zambia inabidi wajitokeze, waache kujiua kimya kimya. Hii haihusiani na ngono, na ngono sio kila kitu kwenye maisha. Ukosefu wa vifaa sio jambo pekee linalowapa changamoto madaktari wa hapa. The cost of drugs as well is quite expensive. Gharama ya madawa pia ni kubwa, lakini kwa sasa tuna hifadhi ya kutosha na wagonjwa wanapewa huduma hii kwa gharama za serikali. These on the cost of the government. Kuna mipango ya kufungua vituo zaidi vya saratani, lakini kwa sasa kuwakinga watu ndio kipaumbele. Bila shaka, mikakati yetu siyo kutibu, ila ni kuwakinga watu dhidi ya ugonjwa huu unaoweza kuzuilika. Tunafanya uchunguzi mapema. Kadri ugonjwa unavyokaa ndivyo gharama za kutibu zinavyozidi kuwa kubwa. Hivyo, mipango yetu ni kufungua vituo vya uchunguzi nchi nzima. Dr. Phiri anaamini hakuna kitakachoweza kusaidia kumaliza tezi dume zaidi ya kutoa elimu juu ya ugonjwa huu. Ni saratani ya chini sana. Dalili zake haziji haraka mpaka ugonjwa uwe mkubwa. Hivyo ni vyema kujichunguza kabla dalili hazijaanza. Ni vizuri zaidi maana ni ugonjwa unaotibika, unaweza kuzuilika na kuukinga mapema unapogundulika. Saratani ya tezi dume ni ugonjwa unaoweza kuzuilika, lakini kufanya hivyo itahitaji wanaume wengi zaidi watakaojitokeza na kuwa wawazi. Arnold Kayanda, BBC. Usikae mbali, Peter Musembi atakuwa hapa na taarifa za michezo muda mfupi ujao. Ni pamoja na wanabaskeli 22 kuvuka mstari kwa pamoja mashindano ya kimataifa huko Rwanda hii leo, lakini ushindi akapewa Mnyarwanda Joseph Hareruya. Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London na mimi ni Zuhra Yunus. Karibu tena katika Dira ya Dunia, na sasa moja kwa moja kwa taarifa za michezo na Peter Musembi. Karibu Peter. Ndio, asante Zuhura. Kocha wa timu ya taifa ya Uganda Micho Sredojevic amekanusha taarifa zinazodai anajiandaa kujiuzulu kama kocha wa Uganda Cranes kwenda kuifunza timu ya taifa ya Afrika Kusini. Kocha huyo kutoka Serbia ambaye aliwaongoza Uganda Cranes kufuzu fainali za kombe la mataifa ya Afrika ya mwaka ujao kwa mara ya kwanza katika miaka 40 amesisitiza kwamba kwa sasa hivi anajihusisha zaidi
na kuandaa timu kwa mashindano hayo yatakayofanyika nchini Gabon mwezi Januari mwakani. Ameandika kwenye Twitter akisema, na kanusha kwa dhati madai ya uvumi unaosambazwa kunihusisha na Afrika Kusini kutokana na uaminifu mkubwa nilionao kwa Uganda na heshima kubwa kwa Afrika Kusini. Na wanabaiskeli kutoka Rwanda wameendelea kuhodhi au kuongoza mashindano ya kimataifa ya mbio za baiskeli ya Tour of Rwanda ambayo yameingia katika siku yake ya 5 hii leo. Leo wameshindana kutoka Rusizi hadi mji wa Huye, umbali wa kilomita 140. Wanabaiskeli 22 walivuka mstari wa mwisho wote kwa pamoja kwa kutumia muda wa saa 4 dakika 2.43. Hata hivyo, ushindi wa awamu hiyo ya kilomita 140 ulipewa Mnyarwanda Areruya Joseph ambaye aliwazidi tu kwa tairi ya baiskeli. Miongoni mwa waliomaliza katika kundi hilo la kwanza ni Mkenya Kangangi Suleiman ambaye hata katika awamu ya pili alifanya vyema kwa kumaliza kwenye nafasi ya pili. Bado anayeshika usukani wa mbio hizo ni Mnyarwanda Vale Ndaisenge akimwacha kwa muda wa dakika 1 na sekunde 16 Mnyarwanda mwenzake Areruya Joseph. Kesho katika siku ya 6 ya mashindano haya, washindani watatoka mji wa Huye na kuelekea kaskazini mji wa Musanze, umbali wa kilomita 125. Naam, tayari ameshafunga magoli 14 msimu huu katika ligi kuu ya Ujerumani, yani Bundesliga, na msimu uliopita alifunga goli 39. Hapo haikushangazi ni kwa nini Pierre-Emerick Aubameyang ni miongoni mwa wagombea 5 wa tuzo ya BBC ya mwanasoka bora barani Afrika. Ndiye nayo katika michezo. Zuhura. Shukran sana Peter Musembi. Na hatimaye, ushawahi kuwaza ni kinywaji gani unakipenda zaidi? Labda sisa kama ambavyo watu hawa wanakipenda. Huko Hokane nchini Japan walisherehekea kuzinduliwa kwa mvinyo wanaopenda kuliko wote kwa kuoga ndani yake. Hebu angalia mambo hayo. Sijui ungeweka chai au maji au sijui togwa. Haya. Na kwa habari hizo hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi kesho panapo majaliwa. Mimi ni Zuhra Yunus. Mlale unono.